maarifa. Haleluya. Kwa kuwa umeyakataa wewe maarifa, Mungu anasema na yeye anakukataa. Usiwe kuhani kwangu mimi. Anakataa kwamba usiwe kuhani kwake yeye. Haleluya. Kwa vile unaisahau sheria, ndio maana nikamwambia neno la Mungu ni mwanga na taa ya miguu yako. Kwa hiyo ukisahau na yeye anakusahau. Na uombe usisahauliwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayakataa maarifa. Ndio maana tunakuja hapa kupeana maarifa ya kimaisha, maarifa ya namna gani tutembee, namna gani katika maisha yetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu. Mungu anatuelekeza kutoka ndani ya Biblia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapolikataa neno, Mungu anakukataa. Hawezi kukupa mwanga, hawezi kukupa njia, utabaki tu ulivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kulijua neno la Mungu. Ni muhimu sana kukaa katika neno la Mungu. Amesema neno lake ni taa na mwanga wa miguu yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna watu hapa tunaangamizwa kwa sababu tunakosa maarifa. Ndio maana tunajifunza, tunakwenda mara tunatafuta maarifa. Maarifa ya kimungu yanaleta mabadiliko. Maarifa ni muhimu sana. Tunakuja kujifunza maarifa, tunakuja kujitengeneza, tunakuja tukaeje katika maisha ya kimungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tukaangalia katika Mathayo 4:4. Mathayo 4:4 nasemaje? Bwana asifiwe sana. Yaangalia Mathayo 4:4. Uone Mungu maarifa aliyachua yeye mwenyewe. Lakini kama angekuwa na maarifa, angekutana na huyu mwovu Ibilisi akampoteza. Sikiliza maneno ya Mungu. Biblia inasemaje? Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu, Mungu mwenyewe alikuwa anayechua maarifa. Leo hii watu wanapotezwa kwa sababu maarifa hawayajui. Wanaingia kwenye njia fulani wanapigwa kwa sababu maarifa hayapo. Nataka kuambia kwamba maombi, si asemi vibaya, hayakupi maarifa ya kusogea mbele, ila maombi yanakukonnect wewe na Mungu. Na maarifa ni muhimu kuwa nayo. Na watu wanasema mimi ni kuomba muda wote uko kwenye maombi. Ukiulizwa ninaomba, hayakupi maarifa ya kubadilisha maisha yako, ila yanakukonnect kuwa karibu na Mungu. Lakini kuna maarifa ya kujifunza. Ndio maana huyu anayajua, akabe Yesu mwenyewe anasema shetani kwa sababu anayajua maneno ya Mungu, akayatumia maneno hayo hayo. Anayajua maneno ya Mungu ila neno hana. Shetani anayajua maneno ya Mungu, anatumia neno hilo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio, unanielewa mtu wa Mungu? Tunaenda sawa sawa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuko sawa sawa mtu wa Mungu? Kwenda kanisani, andika, kwenda kanisani hakutoshi. Kwenda kanisani tu hakutoshi. Sio, nielewe. Kwenda kanisani hakutoshi. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu, kwenda kanisani hakutoshi. Unanielewa vizuri? Unaweza ukaona sali kila Jumapili kanisani, ila kama husomi neno la Mungu ni rahisi kuanguka. Unaweza kila siku unakuwa uko kanisani, unaweza kila siku unaenda kanisani, inaweza kila Jumapili uko kanisani, Jumatano uko kanisani, Ijumaa uko kanisani, lakini bila kusoma neno la Mungu hakutoshi. Kwenda kanisani tu. Mimi nimeingia kanisani,
Watu wanaingia kanisani leo, ndio maana unaona mtu hana Biblia, yuko kanisani. Lakini Biblia ni ya muhimu sana, inaleta, utasoma, maana utaanza kutafuta maarifa yamefichwa humo. Kusoma neno ni muhimu sana. Lakini kwamba bwana kanisani tu unaenda kanisani, unaenda kama unaenda disco, hakutoshi. Sio unaelewa mtu wangu? Kwenda kanisani hakutoshi.